Yesu Kristo hakufa msalabani ili atimize ndoto yako. Mpendwa, hii ni lugha mpya, mtazamo, nia ya kibinadamu na ya wasioamini ambayo imeingia katika fikra za watu wengi katika siku hizi za mwisho. Lakini ningependa ufikirie ni wapi katika Agano Jipya unasoma kwamba Yesu au mitume wanasisitiza kwamba muumini afuate ndoto zao. Haipo katika Biblia. Wapi katika Biblia waandishi wanatumia lugha kwamba zifuate ndoto zako? Unaposoma maandiko matakatifu unapata kwamba haipo. Yesu asemi kwamba nimekuja kutimiza ndoto yangu. Hakuna, haiwezekani. Kwa hivyo Yesu wala mitume zake hawakuitumia lugha hii ama maneno haya. Na wazo hili linapinga mawazo ya neno la Mungu. Linanuia kuinua tamaa ama tumaini langu mimi mwenyewe kuliko mapenzi yake Mwenyezi Mungu. Na ni mafundisho hatari kabisa katika nyakati hizi. Ndio maana asubuhi, mchana, majioni naamini kwamba hakika umeyasikia matamshi kama haya yakitamkwa na wapenzi na wapendwa wetu popote ambapo unashiriki. Na mpendwa, Bwana Yesu hakufa ili atimize ndoto yako, bali mapenzi ya Mungu yatimizwe katika ndoto maisha yako. Watu wanasema kwamba fuata ndoto zako, lakini Yesu anasema kwamba nifuate mimi. Ikiwa unafuata ndoto zako wewe mwenyewe, unajifurahisha wewe mwenyewe tu. Lakini ikiwa unamfuata Yesu Kristo, utapendezwa na hali ya kumfuata Yesu. Na utapendezwa kwa sababu wewe unamfuata. Na kama unafuata ndoto zako, basi utajitumikia wewe mwenyewe. Mafungu ya siku ya leo nitayatamka tu ili uweze kuyaandika. Nataka kusema kwamba ukimfuata Yesu utamtumikia yeye na kanisa yake. Lakini ukifuata ndoto zako utajitengenezea njia yako mwenyewe. Kama unamfuata Yesu, yeye ndiye atakayekuandalia njia. Kama utajitahidi, ndugu mpendwa, kutimiza ndoto zako ama mtazamo wako, utakosa mapenzi ya Mungu. Lakini kama utatoa mwili wako uwe dhabihu iliyo hai na kumtumikia, vile Warumi 12 inasema kwamba ujitoe kama dhabihu iliyo hai, yani dhabihu ya kumpendeza Mungu, haitafuatisha namna ya ulimwengu huu kwa kutimiza ama kufanya nia zako ambazo zitakupendeza wewe mwenyewe, bali kumpendeza Mungu. Na nimesikia watu wengi siku hizi wanafuata ndoto zao ama wanajitahidi kutengeneza mtazamo wao ili wafanikiwe. Wengine labda wakifikiri hiyo ni sawa sawa, wanajidanganya. Maana unaona mhubiri fulani ama watu wengine wamechukua Biblia wakasimama mahali pengine wakaanza kudanganya watu. Yesu hakufuata ndoto zake, maana ni kinyume na wazo lake. Maana siku hizi watu wanasema kinyume cha mambo haya. Yesu alisema kwamba mimi sikushuka kutoka mbinguni. Unakumbuka Yohana 6 mstari wa 30, na anasema kwamba mimi sikushuka kutoka mbinguni niyafanye mapenzi yangu, bali ya yule ambaye aliniita. Mpendwa, huo ulikuwa ni msingi wa Yesu ambaye ni mwana wa Adamu. Na kama Wakristo tunapaswa tuwe na msingi kama ule, maana Yesu kwa maneno machache ameharibu mafundisho hayo ya udanganyifu. Je, ndoto yako ni sawasawa na mapenzi ya Mungu katika maisha yako? Unajuaje?
Wengi ni kuota ndoto zao ili wafanikiwe. Ukiona siku hizi nikisimama mahali fulani niseme kwamba wale mnaotaka kufanikiwa msimame hapa. Mpendwa, watu wengi chakula chao ni kuota ndoto ili wafanikiwe ama wawe kitu. Unapata mfanyabiashara au mpiga gitaa anajisikia kiu sana kwa ajili ya kutengeneza ama kutimiza ndoto zao, kinyume na mapenzi ama na neno la Mungu. Nilikuwa nisoma usiku kitabu cha Yeremia 45 mstari wa 5 ambapo neno la Mungu lilimjia Baruk likisema, "Je, utajifutia mambo makuu kwa ajili yako mwenyewe? Usiyatafute hayo." Yeremia 45 mstari wa 5. Kwa hivyo mpendwa, ni kinyume chake neno la Mungu ambapo unaposema kwamba unajisikia kiu sana kwa ajili ya kutekeleza ndoto zako wewe mwenyewe ama mtazamo wako. Yesu anasema, mpendwa, katika maandiko matakatifu anasema kwamba chakula changu ndicho hiki. Anasema ni yatende mapenzi yake, ningekuwa na kalamu ningenukuu yake, aliyenipeleka, nikaimalize kazi yake. Kwa hivyo ikiwa unafuata ndoto yako ama unaifuata njia yake Yesu Kristo, au unafuata mapenzi yako ama ya mapenzi ya Mungu, udanganyifu wa siku hizi ni kwamba watu wanachanganyika sana katika ndoto yangu na mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Mpendwa, haya ni mambo mawili. Ndoto yako ni yale unayohitaji katika maisha yako wewe mwenyewe. Jambo la pili hapa ni kwamba kuna mapenzi ya Mungu lakini kwa maisha yako. Sasa hebu tuangalie mambo mawili. Ninaposoma Biblia bila kuamini Biblia, bila kufikiri hata kidogo yale Biblia inayosema, watu wanazawashisha ndoto yangu na mapenzi ya Mungu, na wanaandika maneno bila maana kabisa kama usikate tamaa, Mungu atatimiza ndoto yako. Nimesikia watu wengi wakisema usikate tamaa, Mungu atatimiza ndoto yako. Au bila ndoto utapata chochote. Nimekuwa katika kongamano moja, kisha mmoja wa wale ambao walikuwa na tuhubiria akasema, kwa mpendwa, bila ndoto utapata chochote. Watu hawa hawajali neno la Mungu. Wanapuuza mafundisho ya Biblia, wanatangaza maneno matupu kuwa bila ndoto hutapata chochote. Hakuna fungu katika Biblia tumesoma kuwa mtu upata vyote kupitia ndoto zake. La hasha, si kweli. Na hapa tunakutana na udanganyifu wa mafundisho haya. Yaani mhubiri ufuati neno la Mungu, maana unafuata yale ambayo ni machochezi ya mtu binafsi, tamaa ya mtu mwenyewe kuwa na kitu ama kuwa kitu fulani. Wanafundisha yao, wanaacha lugha ya Biblia na wazo la mapenzi ya Mungu, they replace with hamu ya kibinafsi ya mtu na mapenzi ya Mungu. Yaani hawatofautishi kati ya ndoto yangu na mapenzi ya Mungu. Matukio ya mafundisho haya mpendwa, na lugha hii ni mchanganyiko ya udanganyifu. Ni wazi watu watafurahi sana kusikia mambo haya. Mpendwa, watu wanaposikia maneno haya wanafurahi. Kwa nini? Kwa sababu sasa hamu yangu, kwa mfano, mimi nataka kuwa mwimbaji, inawakilisha mapenzi ya Mungu katika maisha yangu. Unaona, vijana wengi wanataka kuwa waimbaji, na sasa waumini wengi kama vijana wanataka kuwa waimbaji au wapiga gitaa katika mikutano yao, wa wiki wakiwa wasio waumini. Hili ni jambo la kujipendeza tu, linatokana mpendwa na tabia ya kibinadamu tu. Kwa wengi hiyo sio mapenzi ya Mungu, lakini kutokana na mafundisho hayo ya udanganyifu, watu hao wengi sasa wanafikiri kwamba lazima Mungu atatimiza tamaa yangu. Yaani vile wanavyotamani kuwa kitu, kwa sababu ndoto yao ni sawa na mapenzi ya Mungu. Kwa nini? Watu wanafurahia mafundisho hayo kwa sababu yanaruhusu na hata yanachochea tabia ya kujipendeza. Ninayo shauku sana mpendwa,
niwe na recording studio, niwe na biashara, niwe na kuhamisha kutoka mazingira yangu magumu na kadhalika. Na wengine tuna hata ndoto ya kupata makaratasi. Tunawatakia watoto wetu waja tufanikiwe njia moja ama nyingine. Ndio, watu wanayo shauku kama hizi, na labda sio mbaya, lakini kutokana na mafundisho ya siku hizi mpendwa, kumbe shauku yangu ya kibinafsi imebadilika na sasa inawakilisha mapenzi ya Mungu. Kumbe sasa njia ya Yesu inanipendeza kwa sababu ninaenda kutimiza nia yangu. Kwa hivyo njia ya Yesu inanipendeza kwa sababu gani? Ni kwa sababu inatimiza hamu yangu, inatimiza matakwa yangu. Ningekuuliza mpendwa, je, kama hii njia ya Yesu haitimizi matakwa yangu, nitamfuata huyu Yesu? Kwa hivyo sasa mpendwa, hapa ni udanganyifu. Yesu alitangaza wazi kabisa katika kitabu cha Luka 9:23, Luka 14 nayo na 29, mstari wa 26 inasema kwamba Yesu anatangaza kwa wazo kabisa akisema hivi, akawaambia wote, mtu yeyote akitaka kunifuata na ajikane yeye mwenyewe. Hayo ni Yesu anasema kwamba ajikane yeye mwenyewe, ajitwike msalaba wake kila siku anifuate. Mpendwa, nikiendelea katika 14 mstari wa 26 inasema kwamba kama mtu akija kwangu naye amchukie, kisha hapo kuna jambo linaloitwa nafsi yake yeye mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Ni siku za hatari sana. Vijana wengi wamedanganywa kufikiri kwamba ndoto zao au mitazamo yao inawakilisha mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo kwa wingi ndoto zao hazijatimizwa. Hata wazee kanisani, hata akina mama, watu wote, hata watoto wanaambiwa kuja tu, Mungu atatimiza ndoto zenu. Kwa wengi ndoto zao hazijatimizwa. Kwa hivyo wanamuona Mungu kama muongo, Mungu kama mdanganyifu, wanamuona asiyesema ukweli kwa sababu aliwaambia wakija kanisani kupitia kwa watu ambao waliowaita atatimiza ndoto zao. Na wengine ndoto zao labda zitatimizwa, lakini haimaanishi kwamba ni mapenzi ya Mungu katika maisha yao itatimia kabisa. Mpendo, kwa hivyo waumini wengine wanaongojea matekelezo ya maono zao. Badala ya kufuata ufalme wa Mungu na akili zao zimejazwa na mawazo ya ndoto zao. Badala ya kumpenda Yesu kwa mioyo yao yote, mioyo yao imeshikwa na hamu zao na wana matekelezo ya ndoto zao. Badala ya kuyatafuta mapenzi ya Mungu ambayo inawezekana kwamba yatakatiza ndoto zao, yani badala ya kufuata kuyatafuta mapenzi ya Mungu, haya mapenzi ya Mungu ambayo labda inawezekana yakakatiza ndoto zao, wao wanaongozwa na ndoto zao katika mawazo na matendo yao. Kwa hivyo wanajitoa kwa ndoto zao kwa ajili ya uwezo wa Mungu. Yani wanaambiwa stick to your dream. Mtu anakaa katika ndoto yake, anajitoa kabisa kuliko kwenye mapenzi ya Mungu. Lakini kwenye Facebook nimeangalia na katika semina fulani ikisema kwamba waandishi watajaribu kuzimaliza ama kukamilisha ndoto zao na kuwatia moyo ili wasikate tamaa. Lakini mpendwa, katika ndoto zao hazitatimika kwa sababu hazijajengwa juu ya mwamba ambaye ni Yesu, bali juu ya mchanga wa mawazo ya ndoto na tamaa zao tu. Waumini wengi hao watashindwa kutekeleza ndoto zao, kwa hiyo watakata tamaa sana, na inawezekana wengine hao wataacha imani na wataacha kumfuata Yesu. Wengine watatoka makanisani kwa sababu tulikuja hapa kutimiziwa ndoto zetu na tulidanganywa kwamba hatujaona Yesu akitimiza ndoto. Kwa hivyo wengi wataacha imani, wataacha kumfuata Yesu. Ni jambo la kuhuzunisha sana, na linaandika maneno haya mpendwa, na ninayosema asubuhi hii mchana kwamba ili hata kijana mmoja tu
yeyote mmoja tu ageuke na kuacha udanganyifu huo. Ninayasema haya vile vile kwa sababu siku hizi sisi tunaoshika Biblia, wale ambao tunahubiri, na wengi kupitia mafundisho yao wanadanganya kizazi hiki kuanguka kwa sababu wameacha kuhubiri msalaba wa Kristo. Na kwa hiyo vijana hawana msingi wa msalaba wa Yesu Kristo katika maisha yao. Wanafundishwa kuishi maisha ya kupendezwa badala ya maisha ya kujikana. Na ningependa nikuulize, ukisikia watu wanasema kwamba wacha kujisumbua katika maisha yao, furahia maisha, live your life, live a free life. Umesikia watu wakiambiwa mambo kama haya. Kwa hivyo mpendwa, wanafundishwa kuishi maisha ya kutojisumbua, ya kujipendeza. Tuko hapa Marekani, badala ya kuishi maisha ya kujikana, watu wanaambiwa kuishi maisha mengine. Nilikuwa nasoma Timotheo, Paulo akimwambia kwamba 1 Timothy chapter 4 verse 1, alisema kwamba Roho anena wazi ya kwamba nyakati za mwisho wengine watajitenga imani, wakisikiliza roho zidanganyazo. That's the book of Timothy, 1 Timothy. Yesu Kristo mpendwa hakufa ili ndoto yako itimie. Sio kazi yangu kutoa ndoto katika maisha yangu ama kuota ndoto katika maisha yangu. Jukumu langu ni kutoa mwili wangu uwe dhabihu iliyo hai, dhabihu iliyo takatifu ya kupendeza Mungu, na kugeuzwa ili kufanywa upya nia yangu. Ndipo nitakapojua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kupendeza au kukamilishwa katika maisha yangu. Jukumu langu ni utafute kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo yote mengine nitazidiwa. Ndivyo anavyosema Yesu mpendwa. Ningependa kusema kuwa sisi hatuwezi kukosa chochote ambacho kinahusu mapenzi ya Mungu katika maisha yetu kama tukifuata neno lake. Ni rahisi. Hatuhitaji kwenda chuo kikuu kuelewa mapenzi ya Mungu. Inatosha kabisa tuwe kama watoto wachanga. Kumbuka Mathayo 11:25 inasema, Yesu anasema kwamba tuwe kama wale watoto wachanga. Kama tukitoa maisha yetu yawe dhabihu iliyo hai katika maisha, Mungu mwenyewe atatimiza mapenzi yake katika maisha yetu kwa wakati wake. Juzi nimesema kwamba nilikuwa nayasema haya, mtu akasema kwamba sio kosa kuwa na hamu na mahitaji kama haya, lakini lazima tuwe na hamu zaidi ya kufuata neno la Mungu. Katika kitabu cha Methali 3 mstari wa 5 na wa 6, mpendwa, Methali Sulemani anasema katika 3:6 kwamba mtumaini Bwana kwa moyo wako yote, maana usizitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye, naye atayanyosha mapito yako. Mtumaini Bwana wala si ndoto yako. Usitegemee ndoto zako, bali anasema mtegemee Mungu katika njia zako zote. Uzikiri, yani moyoni mwako au mbele ya watu. Usikiri ndoto zako, bali Bwana, kwa sababu yeye ndiye atayanyosha mapito yako. Watu tunasimama mbele za watu tukinakiri ndoto zetu. Mtu anasema kwamba niliota na ikatimika. Anasema mkiri Mungu katika ndoto zako zote, zikiri, mkiri mbele za watu. Katika njia zako zote mkiri Bwana, naye atayanyosha mapito yako. Kati tamati mpendwa, najua katika Biblia watu wa Mungu kama vile Yusufu mwana wa Yakobo katika neno la kale, na Mariamu katika Agano Jipya waliota ndoto. Hata Mathayo 2 nikisoma 17, Biblia inasema, Mathayo 2:17 inasema kwamba na wazee wenu wataota ndoto.
Lakini ndoto hizo mpendwa, na maono yote ambayo watumishi wa Mungu walikuwa nayo katika Biblia yanahusu mapenzi ya Mungu kwa watu wake na mpango wa Mungu juu ya mambo yajayo. Kwa hivyo mpendwa, zinatokana moja kwa moja na Mungu mwenyewe. Hazitokani na hamu, hazitokani na hamu ya watu ili kuzitimiza ndoto zao. Kama mpendwa alivyosema, mafundisho haya hayatofautishi kati ya shauku zetu binafsi, yani ndoto, au maono au mitazamo yetu sisi wenyewe kwa ajili ya maisha yetu yajayo, na mapenzi ya Mungu kwa ajili ya maisha yetu. Na hiki ndicho wahubiri wengi na waenaji wengi siku hizi wanachofanya. Wanatumia kilichotokea kwa mfano wa Yusufu, mwana wa Yakobo, mwenye haja na matamanio ya kibinafsi. Rafiki, kama leo utambui utofauti kati ya mambo haya mawili, tufuate Paulo mtume katika Warumi na ujifunze ukweli wa maneno haya. Mpendwa, hili ndilo asemalo Bwana. Ningependa uandike vile vile 9:23-24, Yeremia 9:23-24, ninapoenda kutamatisha usome mafungu haya. Naye Yeremia anasema, hivi ndivyo asemavyo Bwana, mwenye hekima asijisifu katika hekima yake, au mwenye nguvu asijisifu katika nguvu zake, au tajiri asijisifu katika utajiri wake. Lakini yeye ajisifuje na ajisifu kwa sababu ya hili, kwamba ananifahamu na kunijua mimi, kwamba mimi ndimi Bwana nitendaye mema na haki duniani, kwa kuwa napendezwa na haya, asema Bwana. Mungu anamwahidi Abraham mtoto. Ibrahimu ambaye amesubiri katika muda mrefu ili ahadi hiyo iweze kutimisha, alikuwa bado akisubiri hadi wakati ambapo Mungu alimtokea akasema kwamba usiogope Ibrahimu, mimi ni ngao yako na ni thawabu yako. Kwa hivyo mpendwa, Abraham alikuwa na hofu kwamba bado hakuwa na mtoto, lakini Mungu anamwambia kwamba mimi ndiye thawabu. Je, hii ni kweli kwangu mimi na kwako? Mpendwa msikilizaji, unamhesabu Yesu kama thawabu ya maisha yako kuliko kitu kingine chochote? Yeye ni wa thamani kuliko hata karama ama mwito wako. Yeye ni thawabu katika maisha yako kuliko matamanio au ndoto zako. Kama sivyo, anawezaje kukutumia mpendwa? Mungu alimpa Abraham mtoto, jina lake Isaka. Alitimiza ahadi, si ndoto. Kwa hivyo alitimiza ahadi katika wakati wake na njia zake. Wakati Isaka bado akiwa mdogo, Mungu akamwambia amtoe sadaka ya kuteketezwa. Abrahamu hakusita. Asubuhi na mapema mpendwa, Ibrahimu aliamuka kumchukua mtoto kwenye eneo la kutolea sadaka, mahali ambapo Yesu alikuja kusulubiwa baadaye. Tunastahili kuelewa ni kwa ajili gani hii dhabihu ilikuwa kubwa kwa Abrahamu, si kwa Isaka pekee aliyepewa katika hali ya kimiujiza, lakini Mungu aliahidi kutengeneza zaidi taifa kupitia kwa Ibrahimu ambao litakuwa kama nyota wa angani. Alisema kwamba jamaa zote zitabarikiwa kupitia yeye na uzao wake. Kwa hivyo baraka ambazo zingekuja kutimia kupitia kwa Isaka, si kwamba alimtoa tu Isaka aliyempendwa, lakini alimtoa kwa sababu ya ahadi zote ambazo Mungu alimtumania. Kama Isaka angekufa, hizi ndoto zote basi zingekuwa zimetimia,
Uko tayari kuweka kando mipango yako ya kibinafsi, matamanio yako ama ndoto zao za kibinafsi kwa madhabahu na kusema kwamba sio mapenzi yako bali yake Mwenyezi Mungu? Je, asubuhi ama jioni hii uko tayari kwa ajili ya yale unayotaka kufanya au unayowaza kwamba Mungu amekupangia, na umwache yeye afufue kile ambacho alikichagua, alikianzisha kwa ajili yako? Ibrahimu anaenda kumtoa Isaka na anaambia wajakazi kwamba wasubiri, yeye anaenda kuabudu. Unaweza kumfanya Mungu awe ngao yako, kumpenda yeye kuliko huduma yoyote au mafanikio ambayo umekuwa ukiota? Je, mambo mengine yanaonekana kama si kitu kwako kulinganisha na kumjua yeye na kumpenda yeye na kutembea katika njia zake? Kama sivyo, atawezaje kukutumia? Mungu atawezaje kuwabariki wengine basi kupitia kwako? Kama tutamwabudu Mungu kwa jinsi hii, hatutapoteza. Mungu mwenyewe atatupa kile ambacho tunachotaka na kutupa njia tutembee jinsi ambavyo anatamani. Ningependa nitamatishe hivi 2 Timothy chapter 4 verse 3 and 4. Wakati watakapo yakataa mafundisho haya, ila kwa kuzifuata nia zao wenyewe, watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie neno mpendwa na kuzigeukia hadithi za utafiti na wageuke kwa hadithi za uongo. Mungu atusaidie tuwe wafuasi kweli kweli wa kumfuata Yesu. Mungu akubariki unavyo yatafakari haya.